Huyu mmoja anaitwa mentor. Ili mtu aweze kuleta matokeo mazuri, lazima awe na mtu ambaye ana mentor vizuri. Mtu anayekunasihi anatakiwa kuwa na sifa gani? Sasa sifa ya kwanza ni lazima awe ni mtu mwenye maarifa na uzoefu, mtu ambaye ana uzoefu sana kwenye hicho kitu unachotaka akuongoze nacho, mtu ana maarifa mengi kwenye hicho kitu unachotaka akuongoze. Kwa mfano, eneo lako wewe ni uongozi, basi kama unatafuta mtu wa kukufanyia mentorship, anatakiwa kuwa na maarifa ya uongozi, lakini pia anatakiwa kuwa na maarifa makubwa na uzoefu mkubwa juu ya uongozi. Kama unataka mtu akufanyia mentorship kwenye biashara, basi anatakiwa kuwa aidha na uzoefu mkubwa kwenye biashara, lakini pia awe na maarifa makubwa tunapozungumza kwa habari ya biashara. Sasa watu wengi wanafanya makosa kwa kuchagua mentor ambaye hata wao wenyewe wanamzidi kwa maarifa na uzoefu. Hilo ni jambo moja baya sana. Lakini sifa ya pili ya mentor ni mtu ambaye anatakiwa kuwa anaweza kusimamia misingi. Maana ya kwamba anaweza akakuforce au akakulazimisha kufanya maamuzi hata kama yana gharama kubwa ya maumivu. Hiyo siri unatakiwa kujua, ni mtu ambaye ana shauku ya wewe ufanikiwe. Kwa hiyo kwa namna yote ile atakufanya ufanikiwe, aidha kwa kukusukuma, aidha kwa kukuangusha au kwa kukutoa machozi, kwa sababu shauku yake ni wewe uweze kufikia mafanikio. Na huyo mtu mara nyingi huwa anaweza kutunza sana misimamo, maagano na makubaliano mnayoyafanya. Lakini pia huyo mtu wa nyuma ambaye ni mentor anatakiwa kuwa mtu mvumilivu ambaye anaamini katika mchakato. Mara nyingi watu wengi wanachukua watu ambao hawaamini katika mchakato, wanataka matokeo ya papo kwa papo. Unataka mtu akufanyia mentorship ya mwezi mmoja, alafu mwachane, alafu anakuwa amekuacha. Hiyo sio nzuri. Awe ni mtu wa kuamini mchakato ambaye utatembea naye kwa safari ndefu hata ya miaka. Hapo sasa utajua ni muhimu sana wakati unachagua mtu wa kusimama nyuma yako, wakati unaonekana yeye haonekani. Aidha ni mchungaji wako, chagua mchungaji ambaye ni bora, unaona kabisa huyu anaweza kufikisha mahali pazuri. Kama ni mtu ambaye anakushauri kwenye eneo lako la taaluma yako ya career yako, basi hakikisha huyo mtu awe ni mtu sahihi sana kwenye maisha yako. Kumbuka, mtu